Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa amani akupe amani unaposikia neno hili la uzima litaloachilia baraka katika maisha yako. Leo nataka nizungumzie mambo muhimu ya kutafakari kabla ya kuingia mwaka mwingine. Tukiwa tuko karibu na mwisho wa kuingia mwaka 2026 na kumaliza mwaka 2025, nataka nizungumze na wewe mambo ya msingi ambayo kusaidia unapoenda kumaliza mwaka 2025 umalize kwa namna gani. Kipindi kama hiki cha mwisho wa mwaka watu wengi huwa wanaenda retreat, kufanya retreat, maanake kukaa mahali kuweza kutafakari namna gani ambavyo unaweza ukafanya evaluation ya mwaka ambao unaumaliza na ili kuweka malengo ya mwaka ambao unaenda kuanza upya. Kwa nataka ni tafakari na wewe mambo kama 5 hivi ambayo yatakusaidia unapofanya evaluation, unapofanya tathmini ya mwaka ambao unamaliza ili uweze kwenda mwaka mwingine. Kitabu kile cha waraka wa 3 ya Yohana sura ya 1 ule mstari wa 2, Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ni kusudi la Mungu tufanikiwe, ni kusudi la Mungu kwa kila mtu afanikiwe. Tunaona mtumishi wa Mungu Mzee Gayo anamwambia mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Kwa hiyo Mungu anatamani tuweze kufanikiwa, lakini si kufanikiwa tu, anasema kuwa na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo kwenye kufanikiwa, Mungu anapima mafanikio kwenye kiwango cha kufanikiwa kwa roho yako. Kiwango roho yako inafanikiwa ndivyo kiwango ambavyo mafanikio yako ya mwilini yatafanikiwa. Kwa hiyo tunapotazama mafanikio katika moyo wa Mungu, anatamani watoto wake wafanikiwe, lakini wafanikiwe sawasawa na roho zao. Maanake viwango vyao vya kiroho vinavyofanikiwa ndivyo yale mafanikio yaende mpaka mwilini. Jambo la kwanza ambalo ni la kutafakari, uhusiano wako na Mungu. Tafakari kuhusu uhusiano wako na Mungu katika mwaka 2025. Fanya tathmini ya kuona, je, viwango vyako vya mahusiano yako na Mungu vimeongezeka au vimepungua? Kwa hiyo fanya tathmini katika eneo hili. Unawezaje kufanya tathmini katika eneo hili? Je, unaweza kuangalia katika maeneo yafuatayo. Eneo la maombi. Je, katika mwaka 2025 umeweza kupata muda wa maombi na Mungu? Maana maombi ni njia pekee ya kufanya mawasiliano na Mungu. Maombi ni kama tunasema conversation, ni njia ya kufanya maongezi. Sasa hauwezi kuwa na mahusiano na mtu ambaye uongee naye. Je, umepata muda wa kufanya maombi? Umepata muda wa kukaa mbele za uso wa Mungu, muda wa kutosha? Kwa hiyo tathmini hali yako ya viwango vya maombi, ukitaka kujua mahusiano yako na Mungu yameongezeka au yamepungua. Lakini je, kuna eneo lingine lazima uangalie, eneo lako la usomaji wa neno la Mungu. Je, viwango vyako vya kusoma neno la Mungu, ulikuwa na programu yoyote ya kusoma Biblia? Kuna watu wanakuwa na programu mwaka unapoanza, wanaanza kusoma kitabu cha Mwanzo mpaka mwaka unapoisha wanakuwa wamemaliza Biblia nzima. Je, ulikuwa na programu yoyote ya kusoma Biblia? Ulikuwa na programu yoyote ya kulitafakari neno la Mungu, kuwa na mstari wa siku, kuwa na mstari wa mwezi? Kuna namna gani? Ulikuwa na viwango vyako vya kusoma neno vilikuwaje? Kwa hiyo hii ni moja ya kuangalia mahusiano yako na Mungu, kama amepanda au ameshuka. Lakini pia maeneo mengine ni maeneo ya kufunga. Uliweza kupata muda wa kufunga? Hauwezi kusema unamtafuta Mungu kama huwezi kufunga na kuomba, kwa sababu kufunga na kuomba kuna kutenga na vitu vingine ili uweze kumkaribia Mungu. Kwa hiyo lazima uangalie haya maeneo. Eneo jingine ni eneo la utoaji. Hawezi kusema unampenda Mungu kama umtolei. Je, viwango vyako vya kumtolea Mungu katika mwaka 2025 vilikuwaje? Uliweza kumtolea Mungu vitu vyako, muda wako? Uliweza kumtolea Mungu fedha zako? Uliweza kusapoti watumishi wa Mungu? Uliweza kusapoti huduma? Kwa hiyo hivi ndio vitakuonesha kwamba unakuwa kiroho au haukui kiroho. Mahusiano yako na Mungu yanapanda au yanashuka, kwa sababu haya ni maeneo muhimu sana ambayo yatakuonesha uliweza kufunga, uliweza kusoma neno la Mungu, viwango vyako vya maombi, utoaji wako. Haya ni maeneo muhimu sana ambayo yatakuonesha kama unapanda au unashuka. Eneo jingine tunasema ni mental growth, yani eneo lako la ufahamu. Hili ni eneo la pili nataka nizungumze, eneo lako la ufahamu, kwa sababu kiwango cha ufahamu wako kinakuwa ndicho kiwango cha maisha yako yatakuwa. Kiwango cha ufahamu wako kinapokuwa kipana, ndipo uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, uwezo wa kufahamu na kumjua Mungu unaongezeka. Mungu anahitaji akili yako. Kwenye kitabu cha Ayubu 22:21 anasema, mjue sana
Mungu ili na amani. Kwa hiyo kumjua Mungu ni kuwa na ufahamu ulio bora. Kumjua Mungu ni kuwa na ufahamu na akili iliyo njema. Kwa hiyo katika mwaka huu 2025, je, ufahamu wako au akili yako imekuwa kwa kiwango gani katika kumtafakari Mungu na kumjua Mungu? Je, akili yako unailisha nini? Unasoma vitu gani? Unatazama vitu gani vinavyojenga akili yako katika kumjua Mungu? Una ufahamu gani sahihi wa kujua wa kumjua Mungu na kutembea na Mungu? Ulipata ufahamu gani? Je, ulisoma vitabu gani vilivyokujenga katika biashara, katika karia yako? Kwa hiyo kiwango cha ufahamu ndicho kitachoamua unatembeaje na Mungu. Sasa watu wengi wanasahau sana eneo la ufahamu. Kwa hiyo je, lipime katika mwaka 2025 eneo la ufahamu kwako lilikuwaje? Kwa sababu kiwango cha unachopata taarifa sahihi ndicho kitachokusaidia ufanye maamuzi sahihi. Hata kwenye kama unafanya biashara, huwezi kufanya biashara kama hauna ufahamu wa kutosha. Sasa hili ni jambo la muhimu sana kutafakari. Eneo jingine ni eneo la mahusiano yako na watu wengine. Katika mwaka wa 2025 tathmini, je, mahusiano uliokuwa nayo na watu, kuna watu marafiki, kuna jamaa, kuna watu ambao umekutana nao kazini, wengine marafiki kwenye biashara, wengine sehemu unapofanya ibada, na watu wengi ambao wengine labda ulikuwa nao katika maisha kwa muda mrefu. Tathmini hawa watu, kuna watu kwenye maisha yako, je, wamekuongezea viwango vyako vya kufanikiwa katika biashara, katika kumjua Mungu? Je, watu uliokuwa nao kwenye mahusiano, unaoshia nao taarifa au uliokuwa nao katika jamii, je, hawa watu wamekusaidiaje kusonga mbele? Kama una mahusiano ambayo umekuwa na watu ambao wakati wote wanakurudisha nyuma, wakati wote wamekuwa wanakuumiza, wakati wote wamekuwa wanakutenga na Mungu, manake tafakari juu ya mahusiano hayo. Nisikushauri uendelee kuwa na mahusiano na watu ambao unajua kabisa kila wakati ni watu ambao wanakufanyia mambo ambayo si ya kukujenga wewe uwe bora. Ni watu ambao wanakurudisha nyuma. Sasa lazima utafakari aina ya mahusiano ya watu kama hao, kwa sababu unaweza ukawa na mahusiano na watu lakini yakawa na kuharibu baada ya kukujenga. Sasa ni vizuri ukayakati au mahusiano, ukayaacha au mahusiano, ili uwe na watu ambao watakusaidia kufika kule Mungu anapokusudia. Kwa sababu kuna watu wengine wanakuja kwa sababu ya uharibifu, wanakuja kukuharibu. Adui anawatumia kwa ajili ya kuleta uharibifu kwenye uchumi wako, kwenye ndoa yako, kwenye huduma yako, kwenye kazi yako. Sasa watu wa namna hiyo, tafakari sana katika mwaka huu unapoenda kumaliza. Kama unaona kuna uhusiano ambao kujengi, ni bora ukauache na ukawa na uhusiano ambao ni positive, ambao utakusaidia kufika kule Mungu anakusudia katika mwaka 2026. Maanake kwamba mwaka 2026 uwe mtu bora kuliko mwaka 2025. Eneo jingine ni eneo la tunasema ni finance, ni eneo la fedha. Eneo la fedha ni eneo muhimu sana la kulitathmini ikiwa unataka kuwa na maisha mazuri, ikiwa unataka kufanikiwa kama vile Mungu anavyotaka ufanikiwe, kwa sababu ni eneo ambalo linaweza likachangia kufanikiwa kwako au kushuka kwako. Kwa sababu gani? Mungu ndiye anayemiliki uchumi. Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali yake, na Mungu anapotubariki anatubariki kwa makusudi. Sasa angalia namna ya matumizi yako ya fedha katika mwaka 2025 ilikuwaje? Ulitumia fedha yako sawa sana Mungu alivyokusudia? Ulikuwa na mipango sahihi na umetimiza ile mipango au hujatimiza ile mipango? Nini kilisababisha usitimize na kwa sababu gani? Kwa lazima ufanye tathmini katika eneo la fedha, kwa sababu ni eneo muhimu sana, kwa sababu watu waliofanikiwa kiuchumi ni watu walikuwa na matumizi bora ambayo ya kiuchumi na fedha, ni watu ambao waliweza kutumia fedha zao katika njia sahihi. Unapoangalia eneo la uchumi, kuna mambo kama mawili nataka niyazungumze. Jambo la kwanza, eneo la kutapanya. Kuna watu ambao wakipata fedha wanatapanya fedha. Yani kutapanya fedha maana yake ni kutumia fedha bila mpango. Sasa kama ulitumia fedha zako katika mwaka 2026 bila mpango, hebu muomba Mungu akusaidie mwaka unapoingia mwaka 2026 uingie ukiweza usitumie hela zako bila mpango. Maana yake epuka roho ya kutapanya. Roho ya kutapanya ni ile roho ambayo tuliona ule mwana mpotevu alipopewa urithi na baba yake, alienda akatapanya kwa makahaba, alienda akatumia fedha zake, akaenda kaonga, akaenda akatumia kwa ajili ya ulevi na anasa za dunia, badala ya kwenda kuinvest ili aweze kupata matokeo. Baadaye zile hela zikaisha na akarudi akawa chini, akaanza kula chakula ambacho alikuwa anakula nguruwe. Kwa hiyo tunaona alishuka viwango vya uchumi kwa sababu hakuzingatia, hakujua kanuni ya fedha. Kanuni ya fedha ni kuinvest. Ili fedha ikuletee matokeo lazima uizalishe, lazima uiwekeze ili kuletea matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo lazima utazame ili eneo la uchumi kwenye kipengele cha kutapanya. Kama una roho ya kutapanya, Mungu akusaidie katika mwaka 2026 usiwe na hii roho ya kutapanya tena, na Mungu akusaidie. Eneo jingine ni eneo la kuweka akiba. Biblia inazungumza kwa habari ya kuweka akiba kwenye kitabu cha Methali 6
kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 8, Biblia anasema, anazungumza kwa habari ya chungu. Anasema mwivi mwendee chungu, zitafakari njia zake upate hekima. Chungu ni siafu. Anasema kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, ukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Kwa hiyo Biblia anazungumza kwa habari ya chungu ambaye ni siafu. Anasema siafu hana akiba, ni siafu hana akida, yani hana msimamizi wa kumsimamia, lakini ana hekima ya kuweka akiba. Kwa hiyo kuweka akiba ni hekima. Watu wote ambao wanaweka akiba wana hekima, maana wanajua kesho akiba itawasaidia. Sasa Biblia inasema zitafakari hekima. Kwa hiyo tafakari hekima ya chungu na ujiwekea akiba, kwa sababu yeye anajiwekea akiba. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni vizuri sana kuomba neema ya kuweka akiba katika mwaka 2026. Mungu akusaidie uwe mtu wa kuweka akiba. Unapopata fedha usile yote. Kama unapata 10,000 hata 2,000 weka akiba, itakusaidia kesho. Huwezi kujua mazingira ya kesho. Hata tunaona kipindi cha kule Misri, Yusufu alipoenda kule Misri, Mungu alimpa neno la kuivusha Misri dunia kipindi kile kwa miaka iliyopita, miaka 7 ya njaa, kwa kuweka akiba ya chakula. Kwa hiyo ni Mungu anayetoa hekima na maarifa kuweka akiba ya fedha na chakula. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jitahidi na omba neema ya Mungu ikusaidie katika mwaka 2026 uweze kuweka akiba. Jambo la mwisho ni eneo la afya yako ya kimwili. Biblia inasema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Kwa nini? Mafanikio ya kimungu, Mungu anataka tufanikiwe kuwa na uchumi mzuri, lakini pia tuwe na afya njema. Sasa watu wengi ambao tunaamini huwa tuangalie afya zetu. Kwa hiyo eneo la afya lazima uliangalie. Hivi kwa mfano, umefanikiwa, una fedha nyingi, lakini afya yako ni nzuri, utazifurahia hizo? Afya yako si nzuri, utafurahia hizo fedha? Huwezi kufurahia hizo fedha zako. Kwa hiyo kiwango cha afya yako inapokuwa nzuri, ndivyo unaweza kufurahia mafanikio yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunza afya yako. Biblia inazungumza kuhusu afya kwamba afya yako lazima uitunze. Unapotunza afya lazima uangalie, kwa mfano ulaji wako vyakula unakuaje, kwa sababu kuna vyakula unavyokula ni vyakula ambavyo vinaweza kuletea madhara baadaye. Sasa lazima utafakari ni aina gani vyakula nile, ni aina gani ya vyakula nisile au nikapunguza. Lakini uwe ni mtu ambaye unakunywa maji mengi. Kuna watu ambao hawapendi kunywa maji mengi. Sasa jenga tabia kutunza afya yako, maanake afya yako ndiyo utajiri wako. Afya yako ndiyo itakupa kufanya kazi vizuri, kama kumtumikia Mungu vizuri na kutunza familia yako vizuri. Kwa hiyo haya ni mambo muhimu sana kutafakari katika mwaka unapoenda kumaliza mwaka 2025 na kuingia mwaka 2026. Mtu wa Mungu, tafakari. Biblia inazungumza kwa bia kutafakari, inasema tafakari vitandani mwenu. Kwa hiyo kutafakari ni kujua, je, kuna mahali nilipungua, kuna mahali nilikosea, kuna mahali nilifanya makosa, kuna mahali nilizidisha, kuna mahali nilipunguza. Je, ninawezaje kuenda katika mwaka 2026 nikiwa bora zaidi na nikiwa yule mtu Mungu alinikusudia. Katika mwaka 2026 na kuombea utakuwa mtu bora kuliko ule mwaka 2025, katika uchumi, katika ndoa yako, katika kazi zako, katika utumishi wako. Mungu atakusaidia, utakuwa mtu bora zaidi kuliko vile ambavyo vilikuwa, katika jina la Yesu Kristo na kuombea, na naamini neema ya Mungu itakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki na Mungu akutunze. Shalom.